kidogo kabisa. Kuna chochote ambacho toka tumeachana mara ya mwisho ambacho umekiongeza katika utumishi wako, yani katika kumtumikia Mungu, ambacho ungetamani wasikilizaji waweze kukipata na ukielewa zaidi, au unaweza kutukumbusha pia moja ya yale ambayo tuliyazungumza kwa mara ya mwisho tukaidi kwamba tutaanzia pale? Kwanza ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ndio walijue, lakini zamani ulikuwa unafanya bongo flava. Ukaachishwa. Nikaacha. Kama umeachishwa wala ukarejea kama ilikuwa mapenzi yako. Naweza kuwa haikuwa mapenzi yako. Labda mapenzi ya familia. Bwana usifanye hivyo bwana, sisi unazalisha familia. Basi sawa mtaacha. Lakini inakuwa sio mapenzi yako mwenyewe. Ndio. Kwako binafsi ni mapenzi yako kabisa. Namshukuru sana Mungu. Mungu amenionekania katika njia tofauti sana, kunitoa kule na kuniweka huku. Na ninajisikia kuwa na amani kupitia Bwana. Yes. Na zamani ulikuwa unafanya kwa jina gani kabla ya kuingia kwenye gospel? IG Bravo. Yeah. IG ilikuwa maana gani? IG nasimama Isaya Michael Muhepwa Gungu. Yani G ni Gungu. Yes. Gungu ni jina lako? Jina la babu yangu, ni jina ambalo. Lakini yote ukayaacha. Yote nikayaacha. Na uzuri wake yote ukayaacha. Ukamchagua Yesu. Nimekuwa Myahudi mimi. Ikawa Bravo wa Yesu. Hongera sana. Hongera sana Bravo wa Yesu. Nakushukuru sana ndugu yangu na watu wote pia. Amina. Mimi sichoki kupongeza pale mtu anapofanya vyema sana na akichagua njia sahihi. Huenda pia ulikotoka huko kuna wengine bado wako na wanatusikiliza. Unakumbuka labda tukio gani ambalo ulikaa ukawaza ukasema hapa nimemkosea sana Mungu, ulipokuwa kipindi huko, labda ushekwenda kwenye ushirikina kwa ajili labda uweze kusikika, au ushekufanya tukio gani ambalo ukilikumbuka utamani kabisa kusikia mambo hayo ambao ulikuwa unayatumikia? Kumbukumbu zipo nyingi. Unajua unapokuwa kule bwana, kwanza sio sema kusema unaweza kujivunia kwa sababu unakuwa katika utumwa. Unajua wokovu ni neema kubwa sana. Kwa kweli sisi ambao tunamshukuru Mungu tumepata wokovu, tunajua thamani ya wokovu. Lakini pia tunajutia wakati ambao tumeutumia kupoteza. Kwa hiyo kuna mambo mengi kiasi ambacho sijui hata nikizungumzia kwa namna gani, lakini hamna nalolifurahia kwa sababu karibu yote mambo yalikuwa ni mabaya tu. La kuwakilisha moyo ukatupitisha, aweza tukasikitika, tukacheka, tukasema sasa Bravo alikuwa chizi kweli. Jambo lote ambalo unahisi kwamba alikuwa sahihi pako unajishangaa hivi ilikuwaje nikafanya vile. Yaani nilikuwa yani ufahamu wangu ulifungwa kiasi gani? Yani ufahamu wangu ulienda wapi? Jambo gani ambalo labda huenda huwa wengine sio wote ambao tunajua mambo. Baba chukua hii. Chukua. Nilikuwa mlevi kupindukia. Ulikuwa mlevi kupindukia. Yani nilikuwa nikienda kama ni kwenye show, maana yake hiyo nikitoka asubuhi tunaenda tena kituo kingine. Bravo. Pole baba. Nashukuru mimi jamani. Pole, Mungu mwema jamani. Mungu atukuzwe sana. Amina. Mungu atukuzwe sana. Amina. Ni mateso, ni mateso makubwa sana. Ukija kupata utulivu, ukianza kufikiria ambao unayapitia, unagundua ni mateso, ni utumwa wa hali ya juu sana. Wanasema pia ukiwa unatumika huko gizani, ushirikina pia unakuwa ni sehemu ya maisha yako. Hii kwako au ilikaa mbali kidogo uje kufanya? Kiukweli namshukuru Mungu katika mambo hayo. Mungu anaona alikuwa akiniandaa toka muda mrefu. Sio alikuwa na kiu ya design hiyo. Ila wapo ambao unawasikia. Wapo. Unajua hivi vitu wapo watu ambao ni kwanza uambii kitu kwenye hizo swala. Lakini kuna wengine tunawasikia mpaka wanajisifia kwamba ndio yani kachagua kuishi hivyo na maisha yake katika utumwa wa hali ya juu sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atutetee kwa kweli. Una kipi cha kumwambia sasa msikilizaji ambaye amekuwa akipenda kuweza kusikiliza kazi hizo, wakati huenda maandalizi yake huwa yanakuwa yana njia ambazo sio sahihi sana ambazo zipo, na bado anapenda akisikia anachanganyikiwa, kichwa kinamchanganyikiwa kabisa, ili azisikilize tu hizo kazi ambazo zinakuwa zina utukufu wa Mungu? Kwanza ninawakaribisha. Ninawakaribisha kwa Bwana kwa sababu ni vizuri sana wakimpokea Mungu. Ni vizuri sana. Mungu wetu tutengenezea amani ya moyo. Unajua? Na asilimia kubwa kwenye kufuatilia watu wengi
amani za moyo kwao hakuna. Okay. Yeah. Okay. Mungu ni mtu ambaye anatupa utulivu. Okay. Na Mungu ana sauti nzuri sana anapojaribu kuzungumza na mwanadamu. Kwa hiyo tunawakaribisha huku kwa sababu kuna vitu vingi vizuri sana. Yani sana. Mapokeo ya kazi zako hasa yakoje unavyoyaona, aidha kwenye mitandao ya kijamii, aidha uko YouTube, aidha sembali unapoenda kuimba, mapokeo unayaonaje tofauti na zamani vile ulivyokutoa kazi zako za huko kwingine, mapokeo yake yalivyokuwepo na mapokeo ya huko uzimani unavyoyaona? Huko namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ananitendea miujiza mingi sana kupitia. Mungu ni mwema. Na ananikutanisha na watu wengi sana kwa sababu hata kuwepo hapa ni kwa sababu huyo Mungu ambaye niliye naye. Kwa hiyo mapokeo ni mazuri namtukuza Mungu katika hilo. Yeah. Okay, kuna shuhuda yote ambayo labda ushekutana nayo kutokana na nyimbo yako yote ambayo kuimba ukasema bravo mimi bwana, kupitia kazi zako mwenyewe nimebadilika, nilikuwa napenda kusikiliza vitu fulani lakini sasa hizi mimi nishakuwa wa Mungu tu bwana, mimi mambo mengine sasa kuyasikia? Wapo wengi. Okay. Na katika hilo pia namtukuza Mungu. Okay. Katika hilo namtukuza Mungu kwa sababu ndio unajua uimbaji ni namna ambavyo tunaimba, sio kwamba tu tunaimba, ndio huduma zetu kuwafikishia watu wengine, kwa sababu wengi wanapita katika mapito tofauti. Lakini pia wajui wapi wanaweza kupata faraja. Okay. Yes. Bravo, waimbaji wengi wamekuwa wakiimba wamekuwa hawana watu wa kuwalea, na wewe tumeona ulikuwa unafanya muziki mwingine, umeingia kwenye muziki wa Injili. Kuna mtu ambaye anakilea kipaji chako katika kihuduma sasa ili kiweze kukua na kwenye misingi, akwambia bravo, hii hapana, hii mwanangu unavyoenda hapana, nenda hivi, fanya hivi. Mtu akiloa wa kuchunga kipaji chako yupo. Mimi ninasali Apostolic Faith Mission Church. Hata usipotaje. Yaani mimi nataka nijue tu kwamba yupo na baba ambaye anakulea. Yeah, yupo. Okay. Kwa hiyo kila kitu ninachojaribu kufanya mara nyingi ndio mtu wa kwanza sana kumshirikisha. Hamna kautundu kokote ama kausumbufu kokote ama kautukutu kokote ambako unamfanyia? Hapana. Kweli? Aliyeitwa baba nafasi yake ni kubwa sana, hususan nimemalizia kabisa wa kiroho. Kwa hiyo ni mlezi wangu mzuri, namshukuru Mungu. Okay. Namshukuru Mungu. Aishe kuponya? Yes. Okay, ungeniambia hapana ningeshangaa sana. Kwa sababu unajua mimi ni mwanadamu, sio wakati wote naweza nikawa niko sawa. Sasa naelewa. Ndio maana nauliza baba kwa Aisha kuponya. Nikiwa na maana yangu najua kwamba haiwezekani kwamba kwa wakati wote huo kwamba haujawahi kukengeuka kukosea, ingekuwa ajabu sana. Ningesema baba anakukupa mwana. Hapana, babangu namshukuru. Ninapokuwa tofauti ananiweka sawa. Okay. Na ni mtu ambaye nashirikiana naye katika changamoto zangu pia. Okay. Kwa hiyo ananilea vizuri, namtukuza Mungu sana. Matarajio yako ni yapi hasa ambayo tumtegemee Bravo? Ni yule ambaye tutakuja tumsikie tena hapa, ataishia tu Morogoro au mipango? Unajua sisi tunapanga na Mungu anakuwa na ya kwake. Yale ya kwetu ambayo tumeyapanga, kupasua anga, kufanya vizuri zaidi, kuweka mikakati. Unajua ukikaa na Mungu anakaa na kuangalia. Yes, kweli kabisa. Mipango ikoje kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri zaidi? Kwa sasa hivi nadhani kwa mipango yangu ni mikubwa na ni mingi, lakini yote yapo mikononi mwa Bwana, kwa sababu kama anavyosema sisi tunapanga kama wanadamu, lakini Mungu ndiye anachagua kutume wapi na kwa wakati gani. Kwa hiyo kibinadamu mipango yangu ambayo nimeipanga, kwa sababu nilihitaji kwanza niwe na nyimbo nyingi za kutosha, ambapo nitakusema naanza kuongeza sauti kidogo ili wasikilizaji watusikie vizuri. Yes, ni kwamba nilikuwa ninapanga kwamba niwe na nyimbo za kutosha. Okay. Baada ya hapo basi ndio niendelee kuziachia. Kwa hiyo namtukuza Mungu, jambo hilo limeenda sawa. Okay. Kwa hiyo namsubiria Bwana ndio anajua ananituma wapi na kwa muda gani. Kwa sasa kazi ziko za kutosha. Yes, namtukuza. Kwa hiyo mengine hayo tumsubiri Bwana. Okay, hongera sana. Kwa hiyo jukumu lako lilikuwa ni kufanya kazi za kutosha. Yes. Okay, hongera sana. Na kuna wale ambao wamekuwa uimbaji wa gospel wakiupa matabaka. Kuna matabaka ya chini, yani waimbaji wadogo, na kuna matabaka ya kati, waimbaji wa kati, alafu kuna matabaka ya juu ambao ni waimbaji wakubwa tunawaita.